anaitwa Domos, tunafahamu mambo mengi sana kutoka kwake. Bwana, mambo vipi brother? Fresh ndugu yangu, vipi? Nyama sana. Nyama Kama kawaida ndugu yangu. Sasa mimi nimeenda kufuatilia muda mrefu sana na nimeweza kuona kazi zako nyingi sana. Hebu kwanza niambie, kwa nini Mbeya kuna vipaji sana? Nafikiri tu ni mkoa ambao umebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema hivyo. Sina jibu lingine zaidi ya umebarikiwa. Sawa, kwa sababu wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri wanatokea Mbeya. Ni kweli. Wasanii wengi wa kuimba, kuigiza, comedian. Tunaweza comedian ndio mkoa wengi sana. Sawa. Kwa ni mkoa ambao Mwenyezi Mungu amebariki. Sasa, umeweza kuingiza mwaka gani na kazi zako nyingine ambazo tunasema kwamba bwana hichi siwezi kusahau katika maisha yangu? Kuingiza ni mwezi 2008. Kuna shule moja hivi inaitwa Yanga. Nilianzia pale kuingiza. Sasa, lakini nimeona katika movie ambazo wanafanya nyingi sana za action. Kwa nini umejikita sana kwenye action? Mimi nafanya zote. Siku hujabatika kuona zote, lakini nafanya zote. Ni vile tu kwamba nipo sehemu ambayo mkoa unafanya vitu vigumu. Unajua Mbeya tunafanya filamu action zile za kijijini, tumechafuka na ndio kazi nyingi ambazo nimezifanya sana hizi. Lakini hata za mjini pia nafanya. Kuna series nimefanya za mjini hapa, kuna movie nimefanya za mjini hapa. Ila nikioga sana huko, lakini kwa Mbeya mara nyingi inakuwa ile action ya za kijijini. Sasa kuna movie inaitwa Sieto. Sieto, wewe nimeona umefanya vizuri sana ndugu yangu. Hongera sana. Asante sana. Ile movie mwandishi alikuwa ni Benloyo mwenyewe. Ile kazi ya Benloyo, director ni yeye mwenyewe, kila kitu ni yeye mwenyewe. Tumzungumzie Benloyo. Benloyo ni director ambaye anafanya vizuri sana Tanzania katika movie za action, anafanya vizuri sana. Ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba kwa Benloyo ni kwamba unajivunia kwake? Cha kwanza sijawahi kukutana na director mbunifu kama yule jamaa. Na hisi pia hata mimi namwambia kwamba yule jamaa kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Kwa sababu gani? Ile mshikaji, kitu ambacho ninajivunia au nimejifunza kwake, anaweza akapewa vifaa vya kawaida tu, lakini project anayotoa mzee unaweza kupiga mtume maredi ma black magic manini. Mfano labda kuna kazi tulifanya hiyo Sieto, ilikuwa ni scene ya usiku, umeelewa? Ile scene alitumia taa moja, lakini nilipata picha nzuri. Kwa nikajifunza kwamba unaweza kuwa na vifaa vingi lakini ukatoa picha bora, lakini ukasema kidogo tu ukapata picha nzuri. Kwa kitu ambacho najifunza kwa ule mshikaji. Namsifu katika hilo. Ubunifu. Sawa, kuna style zako fulani hivi ambazo unakuwa unazifanyaga ni kama mgongo fulani. Kama kwenye Sieto unaweza kuona unalamba mfupa hivi. Vile vitu unakuwa unavitengeneza wewe mwenyewe ama director ndio anakuambia kwamba fanya hivi? Hapana. Wewe amini hata kwenye Sieto Beni alinikataza nisifanye style yote. Lakini sasa mimi bwana nataka kuwa tofauti. Asilimia kazi nyingi ambazo nazifanya waga natamani kuwa mimi. Yaani kuna kitu lazima nikifanya kwa sababu mimi naamini waigizaji tupo wengi. Yaani sio pekee kwamba mimi ndio mkali wa kuigiza. Umeelewa? Kwa hiyo nafikiria kwamba hii project waigizaji tupo wengi. Kwa mimi nifanyaje ili niwe tofauti? Kwa kuna vitu tumeona nafanya. Mfano umezungumzia ile Sieto. Beni ananijua mimi ni mtu wa style nyingi. Kwa alinitahadharisha, bwana ndugu yangu wewe, kwenye kazi usifanye chochote kile gaps. Nikamwambia sawa. Hata shida ikaja mimi nikiondoka kamera bwana kwa chizi. Kwa sasa ile kuna scene bado tulianza nayo. John kana shuka kabisa nakuja kwangu kabisa naiona hapa usoni. Nikaona baba lazima nionyeshe kitu. Hapo ndo nikapiga ile seri ya kulamba. Basi kumaliza mimi akaipenda kwa kanusu niifanye. Kwa asilimia kubwa mara nyingi style inasunga mimi. Kwa madirector huwa na surprise. Hata kwenye rehearsal ya kazi kitokea. Huwa nafanya tu rehearsal ya kawaida, lakini kuja kwenye kushoot director na surprise. Kwa hata zile style simuonyeshi kabisa. Kwa anakuja kuona wakati ni nimeshashoot. Sasa tumeona kwenye movie fulani inaitwa
maisha ni filamu umecheza mule, lakini unapokuja na style nyingine unakuta sijala. Aisee, ndugu yangu nikupe hongera kwa ubunifu ambao ulionao. Of course hata hiyo maisha na filamu ni series ambayo inaruka sasa hivi. Nayo hiyo pia ni surprise. Aliniita bana Joe set, nikaenda akanipa simu yangu, basi bana ninunulie sigara. Kaenda kanunua sigara, basi ni ile ambayo ilikuja pale pale tu. Okay. Yeah, ni vile vile mimi waga nafikiria yani nje ya box kwamba sasa sipo peke yangu. Wasanii wako wengi sana. Mimi nifanyaje ndio tofauti. Na kweli ndio nikafikiria faster. Ndio sigara puani. Yeye akapenda kana flyer anacheka. Sasa ni kitu gani ambacho kinapelekea industry ya Bongo Movie Tanzania hapa haikui? Kwa sababu tumeona kama ukifuatilia movie kama Isieto ni movie moja nzuri sana tena sana, inaipa asilimia kubwa sana, lakini kitu gani ambacho kinapelekea kwamba soko letu la filamu Tanzania lisikue zaidi, yani mataifa chukua Bongo Movie tunamchukulia poa sana. Mfano sema kwa ubaya pia tunaona series za YouTube. Unajua watu wa Nigeria kazi zao za YouTube wamewekeza vizuri sana. Yaani jamaa wako very serious na YouTube. Lakini tukija Bongo sisi tunafanya tu mradi kwa sababu YouTube tupate hela, hatuwekezi. Umeelewa? Kwa kitu ambacho kinafanya Bongo Movie tusikue, ili tunachukua chokoa kwa maslahi zaidi kwamba tufanye tuweke YouTube. Kwa sababu filamu tunaweka YouTube, picha ya kawaida, story mbaya, haina vigezo. Umeelewa? Sasa hivyo vitu haviwezi kukuza game letu kwa sababu ukiweka filamu yako YouTube hiyo, kuna watazamaji wengi sana YouTube dunia nzima. Fanya mtu yuko labda India akiona ile filamu unaona sawa anafanya nini hapa, hawezi kukua. Lakini endapo tungewekeza kwenye YouTube tunafanya vizuri, mchakali, wasanii wazuri, kila kitu kizuri, production kali, mtu atawe Marekani awe wapi, hii ni Bongo hii. Watu mzuri wa Nigeria, mimi nazungumza kwa sababu wanafanya vizuri sasa hizi, hata filamu zao zinaenda huko Netflix wanafanya vizuri. Kwa Bongo kitu ambacho kinafanya tusikue ile tunachukulia poa, tunafanya mwigizaji kesho ni amke kisha filamu yangu YouTube basi. Lakini YouTube ni uwanja mpana na soko ambalo lipo huru, lakini sasa tunachukulia poa. Isarito ni msanii ambaye ushafanya naye kazi nyingi sana. Isarito nahisi katika watu ambao wamefanya kazi na Isarito ni mimi na mama. Yaani katika watu ambao wamefanya naye kazi nyingi, karibu wako na Isarito uko karibu wangu tuko sawa, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu na tunashauriana vitu vingi sana, lakini hicho kitu sasa. Na mpaka sasa hivi na project ambayo labda unaenda kufanya mshafanya kwa sasa hivi? Hapana, labda kidogo nimefanya project zaidi ya Bunge. Hiyo kuna wakati pia inabidi tubadilishane, yani atoshia kama sisi. Kuna muda pia yeye anapata mashabiki zake, anapata watu wake. Hata mimi pia siwezi nikana yeye tu kila siku no. Labda hivi nifanye kazi na watu wengine ndio kukua kwenyewe. Yaani mtu anafanya kazi kila siku sawa, mshashiki inakuwa wamezoea. Lakini mimi nikija nifanye kazi na watu wengine nazidi kujitanua zaidi. Lakini nafikiri kuna project sisi tutafanya. Sasa ni kitu gani watu hawajui kuhusu wewe? Kitu ambacho mimi hawajui. Bwana umeniuliza swali zuri ambao huaga natamani sana kusema kitu ambacho watu hawajui. Lakini wewe umekuwa mtu wa kwanza kabisa. Sasa bwana mimi kitu ambacho watu hawajui. Bwana sijui kunusa. Hujui? Sijui kunusa, mimi si harufu yoyote duniani. Wallahi kwa pia kabisa. Mbele ya Mwenyezi Mungu, yani sijui kunusa. Ni tangu umezaliwa? Mimi nimezaliwa hivi, yani sijui kunusa, sijui harufu yoyote. Ni kwa nini unahisi? Ni kwa sababu gani? Kwa nilivyo, baadhi ya rafiki zangu wanajua kina Modo, Makosa, ya kina Isarito, na John Kokolo, hao ni rafiki zangu ambao wanajua. Yaani mimi sijui harufu ya wali, harufu ya kande, harufu ya sijui harufu ya perfume, sijui yani. Kwa mimi mara nyingi nikitoa harufu ya perfume, naweza kujipulizia kaisha yote, harufu yake. Yaani sijui harufu yote. Kwa hiyo ndio kitu ambacho watu hawajui. Yaani kwa hiyo sio ndani, sana bila Mwenyezi Mungu.
Sasa sasa tunaweza kama hiyo ni ugonjwa ama ni kitu gani? Ni ugonjwa sasa ni nini? Sasa ni vile labda nachukulia poa, lakini baadhi ya watu wananishauri bana nifanye ndio kwa madaktari kushauri, lakini nafikiri nitalifanyia kazi. Mimi bado sijaamua nifanyia kazi. Sasa ni ugonjwa. Ni kitu gani ambacho huwezi kusahau katika maisha yako, katika tamthilia ya filamu ambacho ni kitu ambacho umekifanya unaweza kwamba jana sikusahau? Ukipata filamu changamoto au unajua changamoto haziwezi kukosa. Na changamoto ndio za kukuza. Changamoto vitu ambavyo vipo na changamoto ndio za kukuza. Kufanikiwa lazima ukutane changamoto. Ile changamoto ambayo mimi nilikuta ambayo siwezi kusahau miaka yangu. Kuna mashindano ya JT, kama unajua. Yale mashindano yalitokea niko Mbeya, niko Dar. Kwa hiyo kama ameenda Mbeya. Kwa hiyo nikatoka Dar, nikaenda Mbeya. Then nikafanya nikafeli. Nilipofeli wakasema wanaenda Mtwara. Na nikaa sina hela. Kwa hiyo niliuza kitanda, godoro na baadhi ya vitu vyangu ili kwenda Mtwara. Nilipotoka Mbeya nikaenda Mtwara. Moja kwa moja. Mtwara nikafeli. Nilikaa kama wiki mbili nilikuwa sina kitu. Kwa hiyo changamoto ambayo sikuja kuisahau sababu nilikuwa napambania sanaa yangu. Ndio hiyo. Nilirudi Dar kwa lift kwenye lori. Sawa, kuzungumzia mkono kama mkono mzee. Umejifunza kwa ulikuwa kuigiza ama ilitokea kitambo unapiga mkono? Anaweza kujifunza za hapo. Sio mapenzi yangu. Lakini leo ndio ambaye huwa ananibadilisha. Anataka unafanana unaelewa. Mtangu ngoja bado vijana kwa sababu ya leo. Na woga sipendi. Ila yeye ndio anataka fanye. Sawa. Na tutarejea kwenye tukio ambayo inakuja mbeleni. Moja zipo nyingi zinakuja. Tunakuja kufanya na Gabo. Zipo zinakuja. Tunakuja nyingine nao Beloyo kwenye maandalizi. Zipo zinakuja. Sawa, boga jema kubwa na ubunifu mwingine ambao utakuwepo zaidi. Ubunifu lazima. Kwenye ubunifu niacha kidogo. Sawa. Mimi naambiaga sana. Hata vitu kama maua. Kwenye ubunifu niko mzuri sana na huko ndio wangu. Nashukuru Mungu. Kuna watu pia wananiangalia. Ukiona hizi nao wakiigiza lazima wafanye style. Lakini pia mtu ambaye alikifanya pia anafanya style kwa hiyo wangu wa modo. Ongoza. Ni mwalimu wangu na majini kama mkiaga. Mtu ambaye amekuja sanaa. Kwa alikuwa ananiambia nikiwa mbunifu sana unapoigiza. Unaelewa? Kwa jamaa ndo alinikomaza. Kwa hiyo katika filamu yote na ipo huwa anaiangalia. Na sio kila filamu ina ubunifu. Hapana. Kuna filamu zingine hazihitaji ubunifu. Mfano, juzi filamu nimefanya ndio ubunifu wote. Kwa sababu haihitaji ubunifu. Kwa ubunifu unategemeana na filamu unayofanya. Sawa. Ili ufanikiwe katika maisha unatakiwa kufanya kitu gani? Pambane sana na kuamini unachokiamini. Yaani kama hauamini huwezi kufanikiwa. Kama unaamini Mungu basi unaamini Mungu unapambana. Kama unaamini upande wa pili basi amini kwa upande wa pili na upambane. Naamini tu imani. Tulikuwa na imani. Lakini unachokifanya. Sababu gani mashabiki wako? Waendelee kufuatilia kazi zangu. Naitwa Domos Yogo, mtandao TikTok Domos Yogo, Instagram Domos Yogo, Facebook Domos Yogo, lakini na akaunti yangu ya YouTube inaitwa Fajiri African Videos. Kuna filamu zangu Sasa kuna Domos Tanzania ambaye anafanya vizuri sana katika game ya Bongo Movie hapa Tanzania. Tunataka kuona mambo mengi sana na
tamthilia nyingi sana ambazo ameweza kuzifanya. Kwa hiyo ile story mbili tatu tunasoma mengi sana, lakini kikubwa ambacho ulikuwa ukijua kutoka kwake Domos ni kwamba yeye ajui kunusa, ajui harufu yoyote, isikia harufu yoyote. Nadhani hiyo kitu kitakushangaza, lakini huo ndio ukweli. Kwa hiyo naomba ushike hapo.